Mbona watu wanasema sheria iliisha? Sasa sisi tunataka tutafutilie katika maandiko tuonyeshe, je, hii sheria inayosemekana iliisha ama bado ipo? Naam. Ndio mada yetu ya siku ya leo. Je, sheria ipo ama haipo? Kuna wengine wanasema hapana, sheria iliisha kwa sababu tunaishi wakati wa neema. Alafu kuna wengine wanasema sheria iliisha kwa sababu ama sheria ni ya wenye dhambi peke yao. Sasa hebu tujiulize, wewe sheria ni wa wenye dhambi ama ni wa watakatifu? Nipe kitabu cha Kutoka 20 mstari wa kwanza na wa pili. Kutoka 20 1 na 2. Je, sheria ilipewa kina nani? Ni ya wenye dhambi ama ni ya watakatifu? Pumzi ya Mwenyezi Mungu inasemaje mtumishi? Mungu akanena maneno haya yote akisema, ndio, mimi ni Bwana Mungu wako, ndio, niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Tulia mtumishi. Anasema mimi ni Mungu ambaye nilikutoa katika nyumba ya Misri, yani nyumba ya utumwa. Kumaanisha mwalimu, wale wanaopewa sheria tayari wametoka Misri. Ndio. So kumbe sheria ni ya watu waliotoka Misri wanaenda Kanani. Nyinyi wote mlioketi hapa na wale mnaonisikiza katika majumba ni watu ambao mlitoka Misri tayari. Kumaanisha mlitoka kwa dhambi, mumeshika njia ya kwenda mbinguni. Kumbe sheria ni constitution ya watu wa Mungu ambao wameacha dhambi. Kweli mwalimu wangu. Kama msemi amen, mumerogwa. Amina. Point, mnaona vile nimetoa mbali, mnaniangalia tu. Na nimejaribu, nimeivisha. Mwalimu, enda uketi sasa, nenda na kiti ama si kama watakusumbua huko. Uende ukae mahali tunakuona vizuri. Haya, msomaji anapojiandaa. Sasa kumbe tumejua sheria ni ya wenye haki. Sheria ni ya kuwaongoza watu ambao wametoka Misri wanaenda Kanani. Tuongeze kitu mwalimu. Ndio. Sasa tujiulize, basi sheria ya Mungu inaweza badilika ama iwezi tanguka? Ndio. Kwa sababu tumesikia aya ya kwanza imesema ya Kutoka 20, maneno haya yote akayasema Mwenyezi Mungu. Sasa kumbe, sikizeni wapendwa, kama haya maneno yamesemwa na Mwenyezi Mungu, inamaanisha yametoka katika kinywa cha Mwenyezi Mungu. Swali tunajiuliza, basi maneno yaliyotoka katika kinywa cha Mwenyezi Mungu yanatanguka ama hayabadiliki? Msomaji, nipe Psalms, yani Zaburi 89:34. 89:34. Je, mambo yanayotoka ama amri inayotoka kwa kinywa cha Mungu inatanguka ama inabaki vile ilivyo? 89:34 inasema, nipe habari. Neno moja nimeliapa kwa utukufu wangu, ndio, hakika sitamwambia Daudi uongo. 89 verse 34. Ndio hiyo mwalimu wangu. 89. Yes. Hapo juu imeandika 89 mwalimu. 89 kabisa. Verse 34. 34. Inasema, mimi sitalihalifu agano langu. Unajua ulikuwa umetusomea isio. Mimi sitalihalifu agano langu. Inasema, neno lililotoka katika midomo. Mwalimu. Inasema, mimi sitalihalifu agano langu, sitalibadili neno lililotoka midomoni mwangu. Ndio. Sasa kumbe mwalimu, neno lililotoka mdomoni mwa Mungu halifanye nini? Halitanguka. Halitanguki. Kumaanisha kumbe basi sheria kwa sababu ilitoka katika kinywa cha Mungu haibadiliki. Kweli. Sasa kama basi sheria haibadiliki, mbona tuambiwe imebadilika? Mbona tuambiwe ni wakati wa neema? Sasa kuna mtu mmoja ambaye hulaumiwa sana, anaitwa Paulo. Kila saa watu wakinena juu ya Paulo wanasema yeye ndiye aliyebadilisha sheria. Sasa twende kwa huyo Paulo katika kitabu cha Warumi 3 anza mstari wa 20. 3 mstari wa 20 inasema hivi, kwa sababu hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki mbele zake kwa matendo ya sheria. Kumbe mwalimu, hakuna mtu anayehesabiwa haki kwa kutii sheria. Ndio mwalimu wangu. Kumaanisha sheria haina wokovu. Yes. Sasa basi sheria ina nafasi yake, lakini sheria haina wokovu. Tumekubali hakuna okolewaye kwa sheria. Hiyo tumekubali. Ndio.
Lakini point tunajiuliza ni hii, basi na sheria basi ina nafasi gani? Nenda mstari wa 23. 23 yake inasema kwa sababu wote walifanya dhambi, ndio, na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, ndio, wanahesabiwa haki bure kwa neema yake. Bure kwa kitu gani? Kwa neema ya Mungu. Endelea mtumishi. Kwa njia ya ukombozi, ndio, ulio katika Kristo Yesu. Sasa kumbe watu wanaokolewa kwa njia ya ukombozi iliyo katika Kristo Yesu, si kwa sheria. Sawa mwalimu? Ndio. Sasa hebu tujiulize basi, mstari wa 26 kuna kitu inasema kuna watu ambao wanajisifu kwamba wanatii amri. Apate kuonyesha haki yake, ndio, wakati huu, ili awe mwenye haki, ndio, na mwenye kumhesabu haki yeye amwaminie Yesu. Sasa kumbe anayemwamini Yesu ndiye anahesabiwa haki. 28 inasema basi tunaona ya kuwa mwanadamu huhesabiwa haki kwa imani pasipo matendo ya sheria. Kumbe mwanadamu huhesabiwa haki pasipo matendo ya nini? Ya sheria. Sasa swali tunajiuliza mwalimu, basi inamaanisha sheria imetanguliwa ama imeondoka? Mstari wa 31 inasema basi je, waibatilisha sheria kwa sababu kwa imani? Je, basi tunaondoa sheria kwa sababu ya hiyo imani? Hasha. La hasha. Ndio. Kinyume cha hayo twaidhibitisha sheria. Sasa tujiulize mwalimu, hivi basi hii sheria inadhibitika vipi? Ndio swali tunajiuliza. Ndio mwalimu. Nataka watoto wanane mje msimame hapa. Watoto kwa haraka. Watoto wanane, 8 serious children. Watoto wanane, hawa ni wawili, watatu. Kimbia haraka nyinyi watoto wangu. Very good. Anza kusimama na hapa. Njoo hapa karibu na mimi. Haya. 8 of you. Kuja wewe kadogo. Nataka wanane tu. Muhesabu, mkifikisha wanane wengine mrudi. Fikisha wanane. Wengine mrudi. Mbona unavaa kama unataka kuenda na ndege? 1 2 3. Pia huko 4 5 6 7 8. Hao wengine nitawaita baadaye. Sawa? Haya. Nyinyi nitawaita baadaye. Haya, songa. Msimame vizuri laini na mpeane nafasi. Kadogo simama hapo katikati. Usiende mahali wewe nyang'ao wewe. Najua unataka kutoroka hapo. Haya, sikiza sasa. Nipe kitabu cha Warumi 5 mstari wa 20. 5:20. Inasema. Kwenye video sasa mkae kwa kamera juu natembea. Haya. Inasema. Songa kidogo ndio mnapeana nafasi. Songa kidogo mama. Songa huko mwisho. Songa hivi. Peana nafasi. Kuja bila baba. Haya. Wewe sasa uko hapa. Very good. Na usitoke hapo, sawa? Wewe ndio unaogopa utaenda. Haya. Warumi 5:20 inasema, lakini sheria huyu tunamtumia kama sheria. Lakini sheria iliingia ili kosa liwe. Sikia, tunamtumia wewe kama dhambi, lakini wewe si dhambi. Sawa, tunakutumia tu, sawa? Usiende ukisema walinifanya mimi dhambi. Lakini sheria iliingia ili kosa lile liwe kubwa sana. Sikizeni wapenda, na basi inamaanisha hivyo. Lakini sheria iliingia ili kosa liwe kubwa sana. Kumaanisha sheria ilikuja kumagnify dhambi. Kama mmenielewa, sheria ilikuja kuonyesha vile dhambi inakaa. Kumbe kama hakuna sheria hatungejua dhambi. Mmenielewa? So sheria iliingia ili kosa lile liwe kubwa sana. Mwalimu, shika tu kidole hapo. Alafu nenda 7. Shika tu kidole hapo, nenda 7 mstari wa 7. 7 inasema tusemeje basi? Taurati ni dhambi? Je, sheria ni dhambi? Hasha. La hasha. Walakini singalitambua dhambi ila kwa sheria. Kumbe sheria ilifanya nijue dhambi. Ndio. Hakuna mtu anasema amen. Naona tunazoeana. Sikia, kumbe sheria ilifanya nijue kuna nini? Kuna dhambi. Kumbe mimi nilijua hali yangu ya mwenye dhambi kwa sababu ya sheria. Rudi mstari wa 20, 5:20. Naam.
Inasema lakini sheria iliingia ili kosa liwe kubwa sana. Ndio. Na dhambi yani kosa. Dhambi ilipozidi neema ilikuwa nyingi zaidi. Sikiza hapa. Kumbe neema ilikuja kwa sababu mimi ni mwenye dhambi. Hii hali ya wenye dhambi nilijua kwa sababu ya sheria. Na imesema dhambi ilipozidi neema ilizidi zaidi. Kumaanisha, sikia hapa, kumbe neema haiwezi kuwa overtaken na dhambi. Kumaanisha neema lazima ikuwe nyingi kuliko dhambi ili mlango wa rehema ubaki wazi kwa kila mwenye dhambi. Amen. Sasa kumbe basi dhambi ikizidi neema inamaanisha wewe mambo yako imeisha. Sasa kumbe basi dhambi ilipozidi neema ilizidi zaidi. Mwalimu, neema inaleta nini? Tito 2:11. Tito 2:11 neema inaleta nini? 2:11 kitabu cha Tito. Tito 2:11 inasema maana neema ya Mungu iwaokoao wanadamu. Neema ya Mungu iletao wokovu kwa wanadamu, yani wenye dhambi, imefanya nini? Imefunuliwa kwa nani? Nayo yatufundisha kukataa ubaya. Sasa sikia, kumbe neema ya Mungu inaleta wokovu kwa wenye dhambi wote. Haleluya. Amen. Sasa kumbe sikiza, kumbe wokovu unatokea kwa njia ya neema. Hii neema ilikuja kwa sababu mimi ni mwenye dhambi. Hii hali ya wenye dhambi nilijua kwa sababu ya sheria. Asante sheria. Angalieni mbele. Asante sheria kufanya nijue mimi ni mwenye dhambi. Hali iliyofanya nipewe neema iliyoleta wokovu. Huo wokovu ni wa nani? Luka 19 mstari wa 10. Nilitaka hii ndume simame hapo. Luka 19:10. Luka 19:10 inasema. Inasemaje? Inasema Luka 19:10. Kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa. Kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Kumbe mwana wa Adamu alikuja kutafuta wenye dhambi. Haleluya. Amen. So kumbe Yesu alileta wokovu kwa njia ya neema kwa sababu mimi ni mwenye dhambi, hali niliyojua kwa sababu ya sheria. Asante sheria kufanya nijue mimi ni mwenye dhambi, hali iliyofanya nipewe neema iliyoleta wokovu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Swali tunajiuliza basi, na huyu Yesu basi alileta nini? Marko 16:15. 16:15. Marko inasemaje? Inasema akawaambia, yani Yesu akawaambia, inasema enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri injili. Ati mkahubiri nini? Injili. Kumbe injili. Haya, kila mtu ajibu. Hii injili ni ya nani? Ya Yesu. Aliyeleta nini? Neema. Wokovu ni nini wewe? Wokovu kwa njia gani? Ya neema. Kwa sababu mimi ni nani? Mwenye dhambi. Nilijuaje hii hali? Sheria. Asante sheria kufanya nijue mimi ni mwenye dhambi, hali iliyofanya nipewe neema iliyofanya nini? Wokovu. Iliyoleta wokovu. Neema iliyoleta wokovu wa Bwana wetu Yesu Kristo aliyeleta injili. Haleluya. Amen. Hii injili inahitaji nini? Nipe kitabu cha Warumi 10 mstari wa 14. 10:14 Warumi. Kitabu cha Warumi. Inasemaje? 10:14 kitabu cha Warumi. Inasema hivi. Inasemaje? 10:14 inasema. Basi muiteje yeye wasiyemwamini? Tena wamuiteje yeye wasiyemsikia? Rudia. Inasema sababu huwezi rudia umuiteje. Inamwaminije? Basi wamuiteje yeye asiyemwamini? Yeye wasiyemwamini. Tena wamwaminije yeye wasiyemsikia? Tena wasimsikiaje? Wamsikieje pasipo mhubiri? Very good. Wamsikieje pasipo nani? Mhubiri. Kumbe mhubiri anahubiri nini wapendwa?
Injili ya nani? Ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye alileta nini? wokovu. Kwa njia gani? Ya neema. Kwa kuwa mimi ni nani? Mwenye dhambi. Nilijuaje hali hiyo? Sheria. Asante, sheria kufanya nijue mimi mwenye dhambi, hali iliyofanya nipewe neema, neema iliyoleta wokovu, wokovu wa Bwana wetu Yesu Kristo aliyeleta Injili akanifanya mimi mhubiri. Sasa huyu mhubiri basi akihubiria watu nini inatendeka? Nipe kitabu cha Yohana 10:16. 10:16. Watoto wote waseme Yohana 10:16, kwa maana jinsi. Wewe watoto wote, kwa maana hii no kanisa gani wewe? Kama ni mimi nimepotea? Nafikiri nimepotea. Hii ni SD. Unajua naweza kuwa nimepotea kanisa, nimeenda Episcopal Charismatic Church of Ruiru. Kwa maana jinsi hii akafanya nini? Ili asifanye nini? Bali hii mapathfinder wako hapa, watoto mnagoroa akiwa roho chafu hivi, hawezi kurudia hiyo basi. Hatari. Mungu anawaona. Kumbe sikia, kumbe ukihubiria watu wamkubali Yesu wanapata uzima wa milele. Haleluya, amina. Kumbe uzima wa milele unatokana na nani? Ati na nini? Na mhubiri wa nini? Injili iliyo ya nani? Lazima iwe ya nani? Aliyeleta nini? Uliokuja ya gani? Kwa kuwa mimi ni nani? Nilijuaje hali yangu? Asante, sheria kunifanya mimi nijue hali yangu ya uwenye dhambi, iliyofanya nipewe neema, iliyoleta wokovu. Rudi kwa laini. Wokovu wa Bwana wetu Yesu Kristo aliyeleta Injili akanifanya mimi nihubiri, nikahubiria watu wakapata uzima wa milele. Bwana asifiwe. Amen. Sasa shida ikatokea, watu wakahubiri kwa Injili wakasema hakuna sheria, sheria enda sasa. Watu hawakutaki. Wapendwa, kama hakuna sheria kuna dhambi? Hakuna. Hakuna. Kwa sababu sheria, ukifanya dhambi umevunja sheria. So kama hakuna sheria umevunja dhambi yote? Hakuna. So hakuna mwenye dhambi. Kama hakuna mwenye dhambi, kuna haja ya neema? Hakuna. Kama hakuna haja ya neema, kuna mtu atapata kuokolewa? Wokovu enda. Kama hakuna wokovu, Yesu angekuja? Yesu enda, hatukutaki. Kama hakuna Yesu, kuna Injili? Hakuna. Iko Injili ya kusema hakuna sheria, na hiyo Injili si ya Yesu, ni ya mhubiri. Huyu mhubiri hawezi peleka watu uzima wa milele. Unaona mahali shida imebaki? Hata hii shida si Injili, shida iko hapa. Kuja hapa, wewe ndio shida. Shida ni huyu, shida ni mhubiri ambaye anahubiri porojo. Cheka hapa tu, wewe ndio unapoteza watu kwa hii dunia. Sasa shida ni mwanadamu, yeye ndiye anapoteza watu kwa hii dunia, lakini kwa sababu Mungu hajakufa bado yuko. Hebu sikia vile Mungu anasema. Nipe Ezekieli 34. Mhubiri wa uongo enda sasa. Ezekieli 34 mstari wa 9. 34:9. Inasemaje? Inasema hivi. Kwa sababu hiyo, enyi wachungaji, lisikieni neno la Bwana. Ndio. Bwana Mungu asema hivi. Sasa Mungu anasema hivi kwa wachungaji. Tazama, mimi ni juu ya wachungaji. Sikiza wewe mchungaji mwenzangu. Mungu anasema yeye ni juu ya wachungaji. Nami nitaweka kondoo zangu mikononi. Naye ataweka kondoo zake mikononi. Ataweka hapana. Soma tena. Naye inasema nami nitawataka kondoo zangu. Nitawataka kondoo zangu mikononi mwenu. Yaani kumaanisha atawachukua kondoo zake mikononi mwao. Alafu nami nitawaachisha hiyo kazi ya kuwalisha kondoo. Atawaachisha hiyo kazi ya kuwalisha kondoo. Endelea msomaji. Nao wachungaji hawatajilisha wenyewe tena. Kumbe wachungaji wanatumia kondoo kama mahali pa kula.
mahali pa kupata posho. Sasa kumbe Mungu anasema atawaondoa hawa wachungaji kutoka kwa hiyo kazi. Endelea mtumishi. Nami nitawaokoa kondoo zangu vinywani mwao. Kondoo wameshikwa mateka, Mungu anasema atawaokoa hao kondoo kutoka vinywani mwao, wasiwe tena nini? Chakula chao. Kumbe pasta, umefanya kondoo wa Mungu kuwa chakula chako, utaondolewa. Sasa kama pasta uelewi neno, njoo ufunzwe. Kuna watu walikurupuka tu kutoka kwa manyumba, wakaenda akiwa bathroom anaiba sijui, alafu anatoka huko bathroom anasema nimepewa wito. Nimepewa wito nianzishe kanisa. Bwana siwe sana. Sasa wewe unakuja kuhubiri hata una content. Unasema Bwana asiwe kama mara 30 kwa sekunde 5. Bwana siwe sana. Bwana siwe sana. Bwana siwe sana. Bwana sana. Mbona msemi amen? Boss, kama una content si usemi. Na sikiza hii, si mimi naongea, ni Biblia. Je, wachungaji wasiofahamu neno, Biblia inawaita nini? Isaya 56:10. 56:10 Isaya. Je, mchungaji asiyefahamu neno aitwa nani? 56:10 Isaia inasema, nipe habari. Walinzi wake ni vipofu. Wote pia hawana maarifa. Wote ni mbwa walio bubu. Ati nini? Ni mbwa walio bubu. Wewe unasoma Biblia? Ni mbwa walio bubu. Yaani Biblia imesema mbwa? Ni mbwa walio bubu. Ni mbwa walio bubu. Inasema ndio walinzi wake ni vipofu. Endelea. Wote pia hawana maarifa. Ndio. Wote ni mbwa walio bubu. Endelea. Hawawezi kulia, yani hawabweki. Hutoa ndoto, huota ndoto, hulala, hupenda usingizi. Endelea. Naam. Mbwa hao wanachoyo sana. Ati mbwa hao wanachoyo, kumaanisha hawatoi, wanapokea tu. Endelea. Inasema hawashibi. Kumbe hao mbwa hata ukiwapa hawashibi kamwe. Pesa ambazo wanapokea hawashibi pesa. Endelea. Na hao ni wachungaji wasioweza kufahamu neno lolote. Mimi sijui kama umesoma vizuri. Ati unasema sisi wachungaji? Ati hao ni kina nani? Inasema tulia, shetani amejaa. Shetani ameamua hiyo ipiti hivi. Ati hao ni kina nani? Ni mbwa. Inasema naam. Mbwa hao wanachoyo sana. Ndio. Hawashibi kamwe. Na hao ni wachungaji wasioweza kufahamu neno. Kumbe wachungaji wasiofahamu neno wanaitwa nini? Mbwa. Nani amesema? Maandiko. Si mimi, si ndio? Mimi usinikasirikie. Kumbe usipofahamu neno, Biblia inakuita mbwa. Sasa mchungaji, mbona aibu? Usome. Sukae chini usome, mbona unaingia aibu ndogo ndogo kama hizi? Mwalimu, je, wewe Yesu ulibadilisha sheria? Mathayo 5:17. 5:17 Mathayo. 5:17 Mathayo msomaji. Nimekatalia kabisa. Hata vile inakuhangaisha. 5:17 inasema msidhani ya kuwa na alikuja kuitangua Torati wala au manabii. Endelea. La. Si kuja kutangua bali kuitimiliza. Sikiza. Yesu anasema msidhani ya kuwa nalikuja kutangua Torati wala manabii. Maana yake msidhani ya kuwa nakuja kubadilisha maneno yaliyoandikwa na Musa ama na manabii wengine. La, si kuja kubadilisha bali kutimiliza. Swali mtu anauliza ni hili: je, basi kama alikuja kutimiliza, sina maanisha aliondoa? Kutimiliza maana yake ni hii. Sikiza mpendwa, Yesu ndiye aliyetoka mbinguni. Yeye ndiye aliyeitoa sheria, kumaanisha yeye ndiye anajua vile sheria inastahili kutiiwa. Kumaanisha kumbe kutii sheria lazima uige Yesu mwenyewe. Amen. Pointi nyingine nisikie. Hawa watu walielewa vitu viwili, lakini kimoja ndicho walichokishikilia. Wana wa Israeli, wao Mafarisayo na waandishi, walishika part moja inaitwa the letter of the law, barua ya sheria. The letter of the law ni kwamba mtu akikosea, akikugonga umgonge, yani an eye for an eye.
Yesu akasema ninawaletea the spirit of the law, roho ya neno. Yaani hilo neno liko hivi, lakini nyuma yake mimi nilitaka nini? Ndio maana akasema, Musa alisema mtu akimuua mwenzake ametenda dhambi. Yesu akasema ukimwangalia mwenzako na umchukie umemuua. So kumbe hii kitu inaanza from the mind. So kumaanisha si kwamba Yesu aliondoa sheria, alikuja kuonyesha chimbuko la dhambi ni nini, ili watu waelewe wasitende dhambi. Sasa hakuja kurahisisha ati sasa sheria tunaweza iacha, hapana. Hebu niwauliza wapendwa, mnisikiza. Yesu ameenda msalabani. Swali, ameenda msalabani kwa sababu watu walivunja sheria. So kumaanisha kama hakungekuwa na sheria, Yesu hangepanda msalabani. So swali na kuuliza mpendwa, je, huyo Yesu unapoendelea kufanya makosa na ukanakataa kutii hizo sheria, atarudi apeleko msalabani tena? Haya, na kuuliza swali lingine. Wewe ukiwa umeenda shule ukachelewa, mwalimu akakushika akasema, sikia, umechelewa lakini wacha tufanye hivi. Wacha mimi mwalimu nichapwe viboko ambavyo wewe ungechapa. Haya, swali. Kuja kesho umechelewa, mwalimu huyo tena anachapwa? Kama mnanishika nyinyi. So mwalimu atasema tena nichapeni juu yake. Sasa ndio tunasema kama Mungu ameweka sheria, sikiza mpendwa, hakuna mazingira ambayo hayako sheria. Hivi watu wanasema sheria iliisha, lakini ukipewa gari unaendesha on the left. Swali, mbona sheria ya nchi ni rahisi wewe kutii? Kama wewe ni bingwa, si uendeshe right? Si sheria hakuna? So mazingira ya Mungu hatutaki sheria. Tunataka tufanye vile unataka. Tunataka. Lakini ikifika huku nje sisi ni watiifu. Watu wanasema bora imani. Mungu anaangalia roho. Sawa, sikia. Kama Mungu anaangalia roho, haangalia hata vile umevaa, kesho kuja bila nguo. Si Mungu anaangalia roho? Next Sabbath ukija kanisa, kuja bila nguo yoyote, kuja tu mtakatifu. Si wewe unasema hakuna sheria? Ndio Yesu anasema si kuja kutangua sheria bali kutimiliza. Haleluya. Kumaanisha malengo ya sheria yalitaka mtu afe. Ndio maana Yesu amekuja kufa kwa sababu ya sheria. So swali tunajiuliza basi, Paulo amesema tunaitimiliza sheria, hatuiondoi. Swali tunajiuliza basi, na basi sisi tunapoenda mbinguni, je, kutakuwa na sheria? Msomaji, si kama uko na kizungu hapa. Kuna kingenge mahali na mtu ana Biblia kizungu anawekea hapa. Kizungu cha maana, si kizunguzungu tu. Si Biblia inakaa iko na picha. Nipelekea hapa Biblia mzuri. Haya, msomaji, fungua peji ya mwisho, soma mstari wa 14. Peji ya mwisho mstari wa 14. Revelation 22. Inasema blessed are they that do his commandments. Blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life. Unaona, kumbe wale watakao kuwa na uwezo wa kula katika mti wa uzima wametii amri. Sasa kumbe hata peji ya mwisho ya Biblia imeonyesha amri lazima tutii. Sasa kumaanisha basi kama wewe hautii amri, huko mbinguni itakuwa ngumu. Kwa sababu wale wanaoenda mbinguni lazima watii amri. Haleluya. Amina. Yaani kuna watu wanalala kwa mkutano. Hii ni hatari sana. Ama usiku ulikimbia, sasa unakuja kupumzikia hapa. Ulikuwa jajoku usiku, unajua leo kuna watu wanaitwa jajoku. Watu wa kwenda ni rafu tu ya usiku. Sasa tumeelewa kwamba kumbe sheria ya Mungu haitanguki. Haleluya. Amina. Lazima tuelewe. Fundi wa mitambo, maamua ndio mninyongee. Asante. Tumeelewa vizuri kwamba sheria ya Mungu haiwezi tanguka. Hata twende mbinguni, sheria ya Mungu iko huko. Kwa sababu gani nasema hivyo? Kwa sababu hata ile sheria iliyoletwa juu ya mawe iko mbinguni. Nipe kitabu cha mwisho, Ufunuo Yohana 11:19. Ufunuo Yohana 11:19. Kiswahili ama kizungu? Kiswahili tu. 11:19 Ufunuo. 11:19.
9. Kitabu cha Ufunuo. 11:19 Ufunuo. Inasema pumzi ya Mwenyezi Mungu. Ndio. Kisha hekalu la Mungu mbinguni likafunguliwa, na sanduku la agano lake likaonekana ndani ya hekalu. Kumbe mbinguni akaona nini? Sanduku la agano. Sasa mwalimu, mtu anaweza sema si ni sanduku tu, lakini ni sanduku la nini? La agano. Sasa tuseme mwalimu, agano ni nini? Fungua Deuteronomy, Kumbukumbu la Torati. Nipe 4 mstari wa 13. 4:13 inasema, akawahubiri agano lake aliyoamuru kulitenda. Ndio. Yaani hilo agano ni zile amri 10. Asante. Sasa wakaamuru agano lake, yaani zile amri 10. Kumbe mbinguni kukaonekana sanduku la agano. Agano ni amri. Sasa kumbe amri ilianza mbinguni. Haiwezekani tabia ya Mungu ibadilike. Haleluya. Amen. Hebu tufunge session hiyo kwa ombi. Tuinamishe vichwa. Baba wetu, tuna shukrani nyingi sana kwa rehema zako, kwa kutujali na ukatuwezesha hata tukajadili neno hili ambalo lina umuhimu mkubwa katika Ukristo wetu. Na sasa Mungu wetu, tunakualika katika mkutano huu, ukatujalie tukaweza kujadili vitu katika njia ya heshima na katika njia ya upendo, kwa sababu ulituelekeza sisi ukasema tuyaseme maneno haya kwa unyenyekevu na kwa upole mwingi. Ukatuondoe hisia zote za kiburi, lakini unyenyekevu wako ukae katika mioyo yetu. Na sote hapa tukaweza kuwa wenye kufaidika na tukakutukuze milele, katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen.